Mimi naitwa Emmanuel David Shilatu. Karibu. Popote pale ulipo, tufuatane ili tuweze kuishi maisha ya ushindi. Tunahitaji tukubali wazo hili na kusudi hili ambalo limetokea sasa. Ni lazima tuendelee kuishi katika maombi hayo ya vita ili tuweze kushinda na kuweza kumiliki miliki zetu. Maana Biblia inasema Obadia 1:17 kwamba katika mlima Sayuni watakuwepo waliookoka na Yakobo atamiliki miliki zake. Israeli atamiliki miliki zake. Na mimi na wewe tuliookoka ni Israeli wa leo. Tunapaswa kumiliki miliki zetu. Na hatutamiliki bila kukubali kupigana vita. Na nilisema pia kwamba vita ilianzia mbinguni. Vita ilianzia mbinguni. Na ikapigwa vita kule. Ibilisi wa zamani, ile nyoka wa zamani, shetani, akashindwa pamoja na malaika zake, wakatupwa ulimwenguni, na wapo huku kama washtaki wetu. Na Biblia inasema ole wa nchi, kwa sababu yule mshtaki ametupwa ulimwenguni. Wanatushtaki, wana surveil, wanaangalia, wanamulika maisha yetu na kutushtaki kila siku. Tunashtakiwa ili tusipate manufaa, ili tusifaidi wokovu, ili tusifikie kilele cha wokovu. Tunashtakiwa ili wao wapate uhalali wa kupiga baraka za Mungu, ili wao wapate uhalali wa kuachilia magonjwa, ili wao wapate uhalali, ili Ibilisi mshtaki apate uhalali wa kushusha uchumi wa mtu wa Mungu, ili apate uhalali wa kuzuia kizazi chetu, kuzuia watoto wetu na uzao wetu usisonge mbele, usifanikiwe, usimiliki elimu, usimiliki fedha, usimiliki biashara, usimiliki uchumi mkubwa, usimiliki na kutawala kama jinsi ambavyo Mungu mwenyewe amekusudia kwamba tutawale, tumiliki na kutawala. Kwa hiyo somo hili la vita haliepukiki. Na tumeangalia pia maisha ya Joshua aliyepewa ahadi kwamba kila mahali zitakapopakanyaga nyayo zenu nimewapa. Sasa lakini Joshua amepigana vita na wafalme wengi sana, wafalme 25, wafalme na wengine tena zaidi ya hapo, na wote aliwashinda. Hicho ndio kitu kizuri, kwamba kama Joshua alipata ushindi, kama Joshua alivyokuwa akipigana, mbingu ilimtumia amiri wa Bwana, ilimtumia malaika kuja kushirikiana naye kuipiga Yeriko, na Yeriko ikapigwa, ikachakazwa. Watu wa Mungu, taifa la Mungu, wakapata ushindi mkubwa sana. Sisi pia tunafuata nyayo hizo, tunaiga hiyo kanuni ya kupigana vita vya kiroho kwenye madhabahu ya maombi. Yani maombi ya mtu binafsi, sera za mtu binafsi kwenye eneo la maombi zinapaswa ziwe thabiti. Uwe na utamaduni wa maombi, uwe na ratiba ya maombi, uwe na ratiba ya maombi ya kufunga, uwe na ratiba ya maombi ya mkesha binafsi, ili kuweza kumiliki na kushinda. Ombea vitu kwa mtiririko, andika maombi yako. Andika maombi yako ili Mungu anapojibu uweze kumshukuru. Hautaweza kusahau ukiwa umeandika. Basi leo tunaangalia katika kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 40, tutaanza kwanza mstari wa 36. Mstari wa 35 alafu 36 ndo hasa tunautaka. Akawauliza, Luka 22:35 na 36. Akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu? Mlipungukiwa na kitu? Wakasema la. Ina maana hapa alikuwa anawaambia wanapoenda kuhubiri Injili. Kuna wakati walienda kuhubiri Injili
akawaambia wasibebe mazagazaga, wasibebe mabegi, viatu vya ziada na kadhalika na kadhalika. Na walienda wakahubiri Injili, wakapokelewa, wakapewa sadaka, wakatunzwa na wakafanikiwa sana. Hasa hapa akawauliza, nakumbuka? Ndio. Halafu mstari wa 36 akawaambia, lakini sasa mwenye mfuko na uchukue, na mkoba vivyo hivyo. Yani sasa hivi chukueni sasa mabegi. Yani tunaenda hatua ya pili. Sasa hivi mchukue mabegi, mjiandae, muwe na vitu vyenu. Kwa hiyo anasema, lakini sasa mwenye mfuko na uchukue, na mkoba vivyo hivyo. Naye asiye na upanga na auze joho yake akanunue. Asiye na upanga auze joho yake akanunue upanga, akanunue silaha, ajiandae, abebe silaha. Na upanga una tafsiri mbalimbali. Upanga ni upanga kama upanga kwa ajili ya kukata miti, kukata kuni, kukata vitu kadha wa kadha, kukata vitu vingi tu. Lakini upanga katika tafsiri za Biblia tunajua kabisa neno la Mungu ni kama upanga. Na neno la Mungu pia linachukuliwa kuwa upanga. Na Biblia inatufundisha hivyo. Waebrania 4:12 inasema neno la Mungu ni zaidi ya upanga wenye makali kuwili. Upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo hapa tuende na hii tafsiri kwamba tunapaswa kuchukua upanga. Kila mmoja achukue upanga. Upanga ni neno la Mungu. Neno la Mungu Biblia inasema likae kwa wingi ndani yetu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Lijae, lienee. Na sasa kutokana na hili neno, kila mmoja wetu anatakiwa abebe silaha. Achukue silaha. Achukue silaha katika kinywa chake. Abebe silaha katika kinywa chake. Kwa hiyo tunapotamka maneno katika maombi, zile ni risasi za moto. Kulingana na Yeremia sura ya 5, tutaunganisha Luka 22 mstari wa 36, tutaunganisha na Yeremia 5 mstari wa 14, ambapo anasema hivi, nitayafanya maneno yangu ndani yako kuwa moto. Nitayafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto. Kwa hiyo tunapotamka kwa jina la Yesu, tunatamka kwa jina la Yesu, uchumi wangu lazima ubadilike. Kwa jina la Yesu, kiwango changu cha mtaji lazima kiinuke. Kwa jina la Yesu, watoto wangu watakuwa vichwa. Watoto wangu watakuwa vichwa katika masomo, katika biashara, katika nyanja mbalimbali. Kwa jina la Yesu, pale unaachilia risasi. Unaachilia risasi za moto. Na ni moto unaochoma, ni moto unaoteketeza. Ndio maana ukisema nateketeza, kuna vitu vinatokea. Ukisema naachilia moto, kuna vitu vinatokea. Ukisema natuma upanga, kuna vitu vinaanguka, kuna vitu vinaharibika. Kwa hiyo na vile vile maneno ya Mungu yanapokuwa katika vinywa vyetu, Biblia inasema katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 15. Luka 21:15, iko hapa tu. Biblia inasema Luka 21:15, Biblia inasema, huyu ni Yesu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Kwa hiyo ndani yetu, ndani ya vinywa vyetu, maneno ya Mungu ni hekima ambayo sasa tunapoitumia hiyo hekima, tunapoachilia hiyo hekima,
watesi wetu, wapinzani wetu, chochote cha adui kinaanguka, kwa sababu imeandikwa hawataweza kupingana nayo. Hawawezi kupingana nayo. Na Mungu akisema amesema. Kwa hiyo tujue katika hii vita sisi tuko katika nafasi nzuri sana ya kushinda. Na Biblia inasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Warumi 8:37. Warumi 8:37. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye Kristo. Kwa hiyo Yesu hapa ametufundisha kwamba aliye na joo aliuze anunue upanga. Na nimesema neno la Mungu ndio upanga. Na neno la Mungu ni nyundo pia. Neno la Mungu ni moto. Kwa hiyo tunapokuwa na neno la Mungu, tuna silaha za uhakika za kupigana. Sasa kinachotakiwa sasa ni kusimama katika maombi, ni kuwa na ratiba ya maombi, ni kuwa na maombi ya mwendelezo, maombi yasiyokoma. Maana Biblia inasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Ni Luka 18. Inasema imewapasa kumwomba Mungu pasipo kukata tamaa. Kwa hiyo nasisitiza kwamba tukae katika maombi pasipo kukata tamaa. Hiyo ni silaha kubwa sana, na ndani ya vinywa vyetu risasi zikolezwe. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Vinywa vyetu vijae maneno ya Mungu. Tunapotamka tunatamka risasi, tunaachilia risasi. Na ndipo sasa neno la Mungu kwa Yeremia. Yeremia aliambiwa, mimi naweka neno langu ndani ya kinywa chako. Na hilo neno litakuwa ni moto. Hilo neno litakuwa ni moto. Naomba nihitimishe kwa kusema hilo kwamba neno la Mungu ndani yetu linakuwa moto. Neno la Mungu ndani yetu linakuwa ni moto. Na Yesu mwenyewe amesema. Na hilo neno tulishike, tulizingatie. Mungu akubariki sana tunapoendelea na haya masomo. Karibu sana, endelea kushare, endelea kushirikisha watu wengine. Watumie watu ili maisha ya watu yabadilike, maisha ya Wakristo yabadilike, maisha ya kanisa yabadilike. Asante sana.